Tuko katika banda la uchangiaji wa damu salama. Tunakutana na daktari ambaye atatueleza ameshawahudumia watu wangapi na ameonaje mwitikio leo kwa mara ya kwanza kwenye jukwaa la The Expo. Karibu. Asante. Mimi kwa majina naitwa Rosemary Azalia. Natoka katika hospitali yetu ya wilaya ya Ubungo ambayo iko kwenye manispaa ya Ubungo. Banda letu hili ni banda la uchangiaji wa damu ili tuokoe maisha ya wale wahitaji wa damu. Uitikio kwa leo ni siku ya kwanza sio mkubwa sana. Tumepata watu kama 20 lakini hawajachangia damu. Waliochangia damu ni wachache. Wengine wanakuja wanajua labda tunapima HIV, tunapima grupu la damu, lakini sisi tumewaambia tumekuja kwa ajili ya huduma ya uchangiaji wa damu. Kwa hiyo mwingine anapima tu wingi wa damu anaondoka. Mwingine tunampa maelekezo anaondoka. Lakini kuna wapo ambao tuliwaelekeza wakatoa damu. Tunashukuru kwa ajili ya kuokoa maisha ya wahitaji wetu ambao wako hospitalini wanahitaji damu. Kwenye upande wa damu kuna umuhimu sana kwa sababu tunawahitaji wengi kwenye hospitali yetu, hasa wakina mama wajawazito. Mama mjamzito anakuja hospitali kupima tu vipimo vya ujauzito, lakini kwenye jicho la tatu tunaangalia wingi wa damu. Tunamkuta mama mjamzito na mimba ya miezi 6, 7, lakini ana damu 5, 6 ambayo haimtoshi akaishi vizuri yeye na mtoto wake. Lazima tumuongezee damu. Tumuongezee chupa 2, tumuongezee chupa 3 ili maisha yake mengine yaweze kuendelea. Huyo mama mjamzito anakuja leba kujifungua. Anajifungua salama salimini kabisa, Mungu anamsaidia. Lakini baada ya dakika 2 hali yake inabadilika. Anatokwa na damu nyingi sana. Wataalamu wenzangu waga tunaita PPH. Huyu lazima tumuongezee damu chupa 10 hata 15. Tukiwa hatuna, tuna hatari ya kumpoteza. Kwa hiyo tunashukuru wadau waliotupa nafasi hii ya sisi timu ya damu salama ya hospitali ya wilaya ya Ubungo kuja kuongea na jamii au wadau watusaidie kutuchangia damu ili na sisi tuende kuokoa maisha ya wanadamu wanaokuwa na uhitaji wa damu. Kuna wagonjwa wengine ambao ni watoto walioko chini ya miaka 5 wana uhitaji mkubwa sana wa damu. Kundi la 3 ni kundi la magonjwa ya uvimbe, kwa mfano magonjwa ya kansa. Hatuwezi tukaotoa uvimbe bila kuangalia kama damu yake inamtosha. Ikiwa haimtoshi lazima tumuongezee chupa 2, chupa 3 kutokana na uhitaji wake. Hapo ndo ataenda kwenye chumba cha upasuaji. Na kundi la 4 ni kundi la wahanga wa ajali. Wahanga wa ajali wana uhitaji mkubwa sana wa damu pindi pale ajali inapokuwa imetokea. Wanapoenda hospitalini wana uhitaji wa kuongezewa damu wakati huduma nyingine inaendelea. Kupitia mchakato huu wa bima ya afya wakaona umuhimu mkubwa kabisa kutualika na sisi wa damu salama kuja kutafuta wale wanaweza kutuchangia damu ili tuweze kuwasaidia wale wahitaji. Mimi pamoja na timu yangu ya damu salama tunashukuru sana. Leo ni mwanzo tu, bado siku 4 mbele naamini tutapata. Kwa sababu wengi wanajua umuhimu wa damu. Hawa ambao wako huku kwenye mambo ya upimaji wa afya wanajua kabisa umuhimu wa damu. Wanaweza kaenda kupima afya wakapata huduma nyingine na huku wakaja kwenye banda la damu salama kwa sababu wanajua kabisa umuhimu wa damu. Asanteni na nawashukuru sana. Mimi naitwa Sister Rose Ngaga. Kwa kweli nimelipenda hili jukwaa la The Expo. Yaani wamefanya kama afya check. Watu wanakuja kwa afya check, wanapata na huduma nyingine zote, wanakata bima ya afya kiurahisi, yani bila usumbufu wowote. Maana kukata bima ya afya mtu mwingine anakuwa haelewi aende wapi, aelekee wapi. Wengine hata NHF hawajui ilipo, kwa hiyo wanahangaika. Kwa hiyo wamewarahisishia wananchi kupata huduma kiurahisi. Kwa kweli mimi nawapongeza sana na ninatamani kila mwaka iendelee hivi
ili kuwasaidia wananchi kiurahisi. Na pia kuna wale ambapo pia wanakuwa wana hela hata za kwenda hospitali, leo wanahudumiwa bure. Huduma za kibingwa ambapo wangetoa gharama kubwa, lakini leo wanaona wale madaktari kwa urahisi, free of charge, hakuna pesa. Anahudumiwa na anaelekezwa mahali pengine ambapo ataendelea kupata huduma zaidi na zaidi. Kwa kweli mimi nawapongeza The Export. Waendelee kila mwaka kuwasaidia wananchi kwa staili hii. Asanteni sana. Mtazamaji, tuko kwenye jukwaa la saratani. Tuko na bingwa kabisa, atatueleza yeye ni nani na anatoa huduma gani. Ni humu ndani ya jukwaa la The Expo. Ni siku ya kwanza kabisa tumeanza jukwaa letu kwa ajili ya kuwasaidia wananchi mbalimbali kutoa elimu ya afya pamoja na bima. Kwa jina naitwa Dr. Susan Joseph Moshi. Natokea hospitali ya Amana ya Rufaa. Niko kwenye hili jukwaa la jiji ambayo tuko kwenye hii jukwaa la The Export ambayo tumeunganika na wafanyakazi wengine wanatoka Mnazi Mmoja hospitali kama inavyosema jiji, kwa maana hiyo ni vituo mbalimbali tumeungana wafanyakazi. Na lengo letu hapa ni kuchunguza saratani ya mlango wa kizazi kwa kina mama. Kama tunavyojua saratani imekuwa changamoto kubwa kwa kina mama, lakini tunafurahi kwa sababu kuna dalili za awali ambazo tunaweza kuzichunguza na tukaziona kwa wepesi kama unavyoona banda letu, na tukazifanyia tiba mapema isiende kwenye daraja la saratani. Kwa hiyo ukigundulika mapema tiba ipo. Na tunachunguza mlango wa kizazi, pia tunachunguza saratani ya matiti. Vyote ni bure kama unavyoona na vyote vinafanyika hapa hapa. Na tangu tumeanza hii huduma tumeona ina mwitikio, kwa sababu mpaka sasa hivi tumepata wateja wa kutosha tu na wako tayari kupima vipimo, na wale tuliowakuta wana changamoto tayari tumeshaweka utaratibu atahudumiwa vipi ndani ya hii wiki hii. Ndani ya hii wiki japo haitakuwa matibabu hapa, matibabu yatafanyika kwenye hospitali husika. Na kimtazamo wangu ili jukwaa ni zuri kwa sababu tunaona mwamko wa wateja na wagonjwa wanakuja. Sasa changamoto inayokuja, wanakuja wagonjwa wengine ambao huduma zingine hatuwezi kuzifanya hapa. Lazima tutoe rufaa waende hospitali kubwa, yani hospitalini. Kwa hiyo kwa kweli hili jukwaa sisi tunaona liendelee na isiishie kwa mkoa wa Dar es Salaam tu. Ikiwezekana isambae mpaka vijijini kule tulikotoka. Labda toka asubuhi, leo ni siku ya kwanza tu, unaweza ukanipa idadi tu chache ambao umepokea watu ni wangapi ili kuona mwitikio ukoje? Mpaka sasa hivi idadi ya wateja tuliopokea na wamefanyiwa uchunguzi wa saratani ya mlango wa kizazi na matiti wako jumla 28. Upande wa uzazi wa mpango wapo 18. Na huduma zote zipo, sindano zipo, vidonge vipo, vijiti vipo na ushauri upo. Na pia tunapima ukimwi, self testing. Yeah. Nashukuru dada. Mpenzi mtazamaji, huduma nyingine iliyoko hapa katika jukwaa kubwa kabisa la The Expo ni huduma ya watu wa lishe kutokea manispaa ya Kigamboni. Tutakutana na daktari hapa. Daktari atatueleza ni jinsi gani wananchi wasogee ili wajue umuhimu wa kuwa na lishe bora. Karibu dokta. Asante. Kwa majina yangu naitwa Elvis Novat na tulikuwa tuna jukumu leo la kutoa elimu ya lishe, lakini pia kutoa ushauri kuhusu magonjwa yasiyoambukiza. Magonjwa kama kisukari, magonjwa ya pressure. Kwa hiyo katika jukwaa hili tunafanya vipimo vya uwiano wa urefu na uzito, ambapo kutokea hapo tunaweza tukajua hali ya lishe ya mtu na kuanza kumshauri. Tunajua kwa sasa magonjwa ya lishe yamekuwa yakichangia vifo vingi sana. Kwa hiyo tumechukua jukumu la kuja hapa na kutoa hiyo elimu ili kuhakikisha jamii inakuwa na afya nzuri. Hapo naomba nikuulize, kwa mfano ukisema kupima urefu, kupima uzito, kwa hiyo hata mtu ambaye ana unene wa kupitiliza mnaweza mkamshauri ale nini, afanye nini? Kabisa. Tukisha kupima urefu na uzito wako, tunaweza tukafanya hesabu za huo uwiano na kujua kama uzito wako mwili wako unaweza kubeba uzito wako. Kwa hiyo kutokea hapo tunaweza tukajua wewe una uzito mkubwa, una uzito kiasi au una uzito mdogo.
kwa ajili ya kukushauri vyakula vya kutumia au kupunguza ili uweze kuwa na afya nzuri. Unaliongeleaje jukwaa kwa ujumla, yani jukwaa la The Expo na huduma zake? Kiujumla ni zuri. Hizi fursa ni mara chache kuwafikia watu wengi. Kwa hiyo kuna watu wengi huduma hizi haziwafikii. Kwa hiyo wanapofika kama mahali hapa wanakutana na wataalamu wa huduma mbalimbali na wanapata kuhudumiwa, na kwa pamoja tunasaidia afya zao ziwe nzuri ili tuwe na jamii yenye afya nzuri. Leo ni siku ya kwanza, umeonaje mwitikio na wewe kwako wamekuja watu kiasi gani? Kwa siku hii ya kwanza tumekuwa na watu japo sio wengi, lakini tunajua kadiri siku zinavyosogea matangazo yanawafikia watu wengi. Kwa hiyo tunajua kufikia kesho na siku zinazoendelea tutakuwa tuna idadi kubwa ya watu wa kuwahudumia, na sisi tupo tayari kutoa huduma kwa ajili yao. Chochote cha kulishauri jukwaa hili ambalo linaendelea mpaka tarehe 24, unashauri nini? Kiujumla vitu vingi ninaona vimefanyika. Kuna wataalamu mbalimbali, kuna hospitali mbalimbali. Kwa hiyo mtu anapofika hapa anapata karibu huduma zote ambazo zinaweza zikawa zinahitajika. Kwa hiyo sioni kitu cha ziada sana cha kuongeza. Zaidi sana utayari wa watu kuwa tayari kufika, kwa sababu hizi huduma ni ngumu kuzipata sehemu moja kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, na hili jukwaa ni muhimu kabla halijaisha mtu awe amepata hizi huduma zinazotolewa hapa. Asante daktari. Daktari mwingine analo lolote la kueleza kuhusiana na hili jukwaa na ajitambulishe? Asante. Kwa majina naitwa Dr. Yusufu Exaudi, natokea Kigamboni. Kwa kweli tunashukuru Wizara ya Afya kwa kushirikiana na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na daktari mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kuruhusu jukwaa kama hili lifanyike katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa kweli imekuwa ni fursa ya kipekee kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam kupata huduma zote za kibingwa kwa sehemu moja na kwa wakati mmoja. Labda jambo lingine la ziada ambalo ningependa kushauri ni kwamba huduma kama hizi ni nadra kuzipata kwa pamoja. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna uwezekano wizara husika au wadau kwa kushirikiana na Wizara ya Afya wangeyafanya matukio kama haya au majukwaa kama haya katika mikoa mbalimbali, isiwe kwa mara moja kwa mwaka kama hivyo ambavyo tumeweza kubahatika kwa sisi wakazi wa Dar es Salaam, lakini pia bado kuna maeneo mengine na mikoa mingine wangetamani kupata au kunufaika na huduma kama hii. Tungependekeza na wao waweze kufikiwa kama ambavyo wamefikiwa wakazi wa Dar es Salaam. Kwa kweli ni huduma njema, ni jukwaa zuri ambalo hata sisi wataalamu wa afya limeweza kutukutanisha na wenzetu na tumeweza kufahamiana kwa ukaribu, kuona wenzetu wana teknolojia gani wanaoitumia katika kutoa huduma hizi za kiafya. Asante sana. Asante dokta.